Suluhisha ingekuwa mimi ningekwaje? Jenny. Ndio malipo. Nini unafanya baba? Nimependa. Nini mami Jenny wangu? Sio ndio ndani yangu. Jenny, niambie basi ukosea wapi? Nimekosea wapi jamani? Nitakupenda Jenny. Siwezi vunja hadi hiyo. Naomba unisamehe. Najua nimefanya mengi machafu ambayo yalikuumiza moyo wako. Naomba unisamehe sana. Sina jinsi. Sina namna. Jenny. Sawa. Hata Yesu alijaribiwa. Lakini naomba akawa basi ya mwisho mama yangu. Mwisho usirudie tena jamani. Usirudie tena mama. Nakupenda Jenny. Sitafanya kitu chochote ambacho kinaenda tofauti na wewe. Please. Sawa, kwa nini? Naomba iwe hivyo. Sifanye kuna vibaya tafadhali. Hadi. Nini? Mbona kama uko sawa? Kuna kitu mimi nahisi. Nadhani bwana mwanzo ndiye. Mimi nikutoa wasiwasi. Kwa upande wangu mimi, ile jambo limeisha. Yaani nimejifuta kwanza kwenye moyo, kwenye akili mpaka kwenye mwili. Usiwazi hata kidogo. Mimi ni majaribu madogo tu. Na atapita. Ataisha. Sawa. Na labda nikuweke wazi kwa kitu kimoja. Wewe pekee mimi nakupenda sana. Ndio poni yangu. Na nachokiamini kwamba hakuna jicho ambalo linaweza kuona bila mboni. Kwa hiyo siwezi kuacha wewe na siwezi kufanya kitu chochote kibaya. Usiwe mfanye sawa. Ina nishapenda. Nakupenda sana Jenny. I love you so much. Sitakuacha. Sina mpango kuacha. Na itakuja kutokea kuacha. Ani. Sasa. Niko kitu moja.
Vizuri. Nataka kutoa. Nataka kutoa leo wote. Kama shida nini mami? Asante. Kama nasikia vibaya. Unisema Tukipiga huyu. Huyu tunjo. Nataka kupika msiki. Tunaona wazi wazi. Sababu. Ani. Jeni wangu jamani, jeni wangu. Mishavu yake jamani hiyo. Mimi nachukia nini? Sababu hapo nisikia vibaya. Kwa sababu mwanzo na waza. Lakini tukitoka, sisi tunapokwenda tutaenjoy. Kutoka kule? Mimi naamini kabisa ni akili yako itakuwa imeflash kabisa. Tutaanza maisha mapya. Ni kutoa. Sawa. Vipi lakini? Hakika. Uko fast wewe. Uko fast kidogo na mama. Hai sana. Tena. Ila sasa nafikiri utuseme. Kwani hata utakuwa chakula gani mama? Maana vyakula kwa bei nyingi. Ila mimi naomba leo tusile hapa. Twende huko na kukwambia. Tutende tukale. Tunakupeleka huko chakula nikipika. Unataka kwanza bwana. Nakula kwa hivi. Unataka nini? Chakula gani? Sikia. Leo mistake tu chana nyumbani. Sawa. Kutoka mimi hapa. Huko kuna mkondo. Sawa. I love you so much. I love you. Love you so much. Baby. Yake niambie mpenzi wangu. Poa. Uko poa? Uko poa leo. Umependeza. Sikuzidi wewe lakini. Yaani mpaka naogopa. Lakini zile unachangia. Sawa. Kitu fulani hivi. China like Beyonce. Hatari. Basi najua kama mapenzi yanachangia maisha. Nimefurahi leo kuja nyumbani na nimefurahi pia nimekuona mpenzi wangu. Hata mimi. Kweli? Yeah. Wacha nikwambie kitu. Unajua nimekaa, nimewaza na kuwazua, nikaona leo tutoke. Wewe. Kweli? Sasa ngoja niambie bado nipo nyumbani nikajiandaa. Kama nilivyovaa. Mama, kwanza nilikuwa nataka nikufanyie surprise. You know surprise? Lakini pili, tufanye for emergency sasa. Au unasemaje kijana? Sawa, kwa sababu nakupenda vivyo vile. Lakini jamaa anajua kutunza. Ila sawa nachangia. Kwa sababu napenda sana na unanipenda, afu sisi mapenzi yanachangia mtu. Ndio.
piga. Sio anasemaje? Halo? Hani vipi? Shwari, uko wapi? Unafanya nini? Nalala hivi nimetoka nimekaa tu hapa nje. Fresh lakini. Poa basi baadaye. Haya poa. Kazi njema. Haya poa sana. Hivyo unajua anikera sana wewe. Hana jipya wewe. Unajua kabisa moyo wangu upo kwako. Mimi ndio upo kwake, anafaidi nini? Kwa usijali. Sawa, kwa sababu ndo wewe umesema, lakini nisipende kila muda tu anakuwa na kuchekicheki jamani. Chana naye bwana. Wewe ndo baby boy wangu. Nashukuru. Nikwambie kitu. Tunafanya. Kama kawaida. Kuna chakula. Hapo tu tunapokupendeaga. Baby. Toto la kimanga. Utaniua leo. Samahani bro, nakuomba mara moja. Samahani sana bro. Najua nitakuwa nakusumbua. Ila labda nikwambie kitu kimoja tu. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakitengeneza kwa mtu, basi hiyo kina sababu. Na naamini yule mtu ni sababu kuishi mimi. Usione mimi navaa mavazi haya ya bei ya chini kabisa ambayo alipitwa na wakati. Sio kama napenda. Ila mimi napenda mwanamke wangu. Hata kama mimi nitakuwa mchafu, lakini mwanamke wangu basi awe mzuri, angae. Najitoa kwa kila kitu kwa ajili ya mwanamke wangu. Ila wao wanakuja kumtumia kirahisi sana. Nachokuomba brother, ombi langu moja kwako. Niachie Jeni wangu. Tafadhali. Etio, nakuomba niachie. Labda nikwambie kitu kimoja brother. Wakati mwingine unapokuja kwenye nyumba za watu, jaribu kuwa mstaarabu. Salamu ndio kitu cha msingi sana kwa sisi wa Afrika.
Alafu yawezekana wewe ukawa unijui. Usije ukanifananisha na uchafu wote. Lakini mimi siwezi kutembea na mke wako, si mke wako, si ni mke wako, si ni uchafu wako. Hebu niangalie mimi, alafu niangalie na wewe. Alafu muangalie na wewe mke wako nyumbani. Umenitukana. Na laiti ungenikuta niko na stress zangu, ningekufanya kitu kibaya. Mbwa. Mimi naweza nikatembea na mwanamke mchafu kama hiyo, mwanamke mwembamba. Angalia siku nyingine bro. Unijue. Mkuu, samahani sana. Nitangulia samahani tangu naanza kuongea. Mimi naamini nimekosea. Ila kitendo cha kutambua kwamba mwanamke wangu mimi ni mwembamba, hicho ni kithibitisho tosha kwamba unamfahamu mwanamke wangu. Naomba achana na Jeni wangu. Hilo tu bwana. Siku njema. Ndio shoga yangu. Yanayonikuta ni makubwa. Yapi tena? Na bora mmekuja. Maana ninalo limenikaba hapa. Wewe tena. Yaani limenishika aso. Shoga. Huyu bwana huyu naishi naye huko ndani. Anataka kunioa. Sawa. Kama nilivyokuambia shoga yangu. Mpaka shatoa mahali kila kitu. Anataka nioe. Lakini kama wewe ukangumie kapo sehemu nyingine tofauti. Nampenda sana Umudi. Makubwa. Yaani nampenda mpaka napitiliza. Sasa mimi ushauri wangu marafiki yako. Kwa nini usibaki na wewe ambaye unampenda? Ambaye mnapendana? Hapana. Wewe nikwambie kitu. Siku zote yani kile chakula ile ladha ya chakula ile ukiwa unakula afu mwisho siku ikikafika hapa, yani bado ile njaa ya chakula bado unacho, lakini kuna sehemu unaenda ile ladha ya chakula ile unatumia kile chakula unashiba hasa. Sawa? Kwa kile cha mwanzo kile Kilikuwa hakina ladha. Kwa hiyo unamshauri afanyeje? Ali chakula ashibe. Kwa hiyo unamshauri baki na Umudi kabisa. Mimi uko siko. Sasa nikushauri kitu labda kwa mimi hapa. Mimi sikushauri hata kidogo kwenda kwa Umudi. Sawa? Ushauri wangu, huyo alikutolea mahali huyo ndo mwanaume anayekupenda. Upo. Lakini huyu ambaye unasema siku ndo Umudi, mpaka unampenda wewe kiasi kwamba unamwacha yule anaye ambaye anataka kukuoa, wenzao wameunga foleni huko wako 100. Upo nyonyo. Kwa hiyo sidhani wewe peke yako utakuwa unampenda. Mimi naona kwa vile hana yeye hayuko tayari kukuoa, naona sasa ni bora uende kwa huyo ambaye amefanyaje, ambaye anataka kukuoa. Huyo unaishi naye huyo ndo mume, kwa ushauri wangu. Au shoga yangu unamshauri? Babu sasa. Inayonifanya nimpende Umudi. Ndio. Bwana huyu. Mlima Kilimanjaro. Afiki hata robo. Ile bibi tunaanza kupanda tu yeye kachoka. Halala. Lakini kwa bwana Umudi tunapanda mpaka tunapitiliza. Hapo ulipo huyo anakutolea mahali. Mimi na imani ndo anayekupenda. Na huyo unasema Umudi, kumbuka kama unahisi kama anakufikisha, kuna wengine huko 100 wanamsifia kabla ya wewe. Je, utaweza maisha? Utakuja kujuta baadaye. Wanasema kosea kujenga nyumba utabomoa utaanza upya. Lakini sio kukosea mume. Sasa mimi nitaishije na mtu ambaye sifiki napotaka niende? Hiyo shoga nalo neno. Lakini yote 9 pamoja na kukuona na kufanyaje, mimi nakushauri tu baki na yule ambaye anakupenda. Huyo ndo mume wa kweli.
Lakini huyo ambao unasema sijui nini, kumbuka unaanza kuwa na papariki. Nani kutegemea kanisa? Mimi uko sipo shida yangu uko kwa shetani uko misi. Mimi nakushauri wale kutolea mali ndio mumeo. Huyo mwingine sababu mimi sikusupport. Mimi kwa wote mnaunga mkono mtu mmoja buzi asopanda mlima. Mungu asikushauri. Mimi nachoamini huyo sio buzi. Ila buzi ni umudi. Uongo kataa. Shoga, kwa vile unataka ushauri utakuja kutukumbuka siku moja. Mimi acha niende. Bye shoga yangu. Hilo la kwako zigo lako hilo. Unajua jinsi ya kulibeba. Nampenda umudi simu wake.